atakuwa amekufa. Namna alivyodondoka mdoli, amedondoka vibaya sana, lakini pia ukizingatia sehemu alipodondokea ni kwenye vigae, sehemu pekee ambapo ukijaribu kutazama maumivu lazima wa makali, hasa katika ubongo wa nyuma. Hii inaleta shida kubwa sana kiasi kwamba huenda tukampoteza mdoli, na imani kubwa huenda kama ni miongoni mwa watu ambao umeumizwa na kitu hicho. Ni kwambie tu kwamba hakikisha kama ni miongoni mwa watu ambao ni mara yako ya kwanza kufika hapa, hii ni Bongo Movie Network, hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe. Lakini pia kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, umekuwa na hii tamthilia mwanzo hadi hivi sasa ilipo na unaelewa vizuri kabisa, ni kuombe usisite, hakikisha unabonyeza neno subscribe, kwa sababu hapa ni sehemu pekee ambapo tutakufahamisha ukweli wa mambo yote kuhusiana na kile kinachoendelea, hasa kukufahamisha kwamba je, mdoli atafariki kweli au itakuwaje? Kumbuka kwa sasa kuna vita kubwa sana, kwa sababu huyu ambaye ni mamake na Joani, na yeye anataka aweze kuishi na baba Kalobo, ametokea kumpenda, anataka sasa, huu ni wakati ambao aliokuwa na usubiri walau waweze kuishi naye. Lakini pia kumbuka Kisuzio naye anataka aweze kuishi na baba Kalobo, lakini pia mama Kalobo mwenyewe anataka pia aweze kurudiana. Kwa hivyo baba Kalobo ana kazi kubwa sana, hasa ukilinganisha kwa upande wa mdoli na hali aliyopitia, kiukweli ni shida kubwa sana. Basi nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hakikisha niweze kukualika, nikwambie tu kwamba hapa nakwenda kufahamisha juu ya yale yote ambao yanakwenda kutokea, hasa kwa upande wa namna jinsi itakavyokuwa. Basi tukianza moja kwa moja katika upande wa scene zilizojitokeza katika movie hii. Kwanza kabisa kuna tukio ambalo limeweza kuwafurahisha watu wengi sana, na imani kubwa hata wewe pia ni miongoni mwa watu ambao umefurahishwa na alichokifanya Mr. Madevu, kwa sababu kamkomesha kweli huyu mwanadada, zaidi ya kumkomesha, kwa sababu ana tamaa nyingi sana za kuolewa, anataka aolewe na watu wenye mali. Kwa hivyo hapo Captain Madevu, Mr. Madevu Hansi mwenyewe ameweza kumkomesha sana, kwa sababu alijua na kimbelembele chake labda akija hapo ndoa ipo, wazazi wanakuja wamekubali. Hakumbuki kwamba wazazi walikataa kabisa kipindi kile, kitu ambacho hajiulizi hata akilini. Kwa hivyo moja kwa moja na kiwalisia ni kwamba hapo Captain Madevu kamkomesha. Lakini huyo ambaye ni mama Kalobo, Sonia, ameweza kuahidi kwamba atakuja kufanya jambo, atakuja kulipiza kisasi kumkomesha. Hakutaka kufanya vitu vingi sana, kwa sababu ndio hivyo ilikuwa ishaisha. Kwa hivyo akaona ni vema aende. Kwa upande wako ni kipi ambacho unakiona kwamba Mr. Madevu amefanya kitu sahihi au amemkosea sana huyu ambaye ni Sonia? Amemkosea au amemkomesha? Basi dondosha maoni yako. Lakini kitu kizuri ni kwamba kamwambia ukweli kwamba ilikuwa ni upwiru, na ndipo kama angemtafuta akamwambia kwamba ana upwiru, basi angeweza kukataa. Lakini kwa mbinu hiyo ameweza kumkamata kweli huyo ambaye ni Sonia. Sasa je, ni kipi kitakachotokea hapo? Ni vita gani ambayo inakwenda kutokea? Tulifahamu kwamba labda lengo lake ni warudiane na kusudi aweze kumpata kiurahisi mdoli, lakini haikuwa hivyo. Alichokuwa anakitaka yeye ni yatimize haja zake, kisha asepe, kisha amfukuze kama ulivyoona. Na imani kubwa huenda ukawa umefurahia au umechukizwa. Niambie hapo kwenye comment kwa upande wako. Je, hivipi hili bato liweze kuendelea au atakomeshwaje tena? Kwamba Sonia atamkomeshaje? Hatujui hapo, lakini nitakufahamisha. Kwa cha msingi hakikisha unabonyeza neno subscribe. Moja kati ya tukio lingine kabisa ni tukio zima ambao tumeweza kuliona la matokeo kutoka kwa daktari ambao walienda kupima DNA. Vipimo vimeonyeshwa kwamba 99.9% mtoto huyu ni mtoto wa baba Joani. Sasa kuna vitu vya kunoti pale. Kitu kikubwa ni pale ambapo baada ya kusikia hizo taarifa mamake na Joani alifurahi sana. Kwa nini afurahi? Alifurahi kwa sababu na yeye aliona ni kama nafasi fulani hivi ambayo itamfanya aweze kuwa na muda wa kuweza kuongea na baba Joani, kupata muda wa kumkumbatia, kufanya vitu vingi sana, kwa sababu na yeye lengo lake aweze kumpata baba Joani waweze kuishi pamoja. Tukiendelea zaidi nitakufahamisha hadi itakapojiri. Moja katika tukio kingine kubwa sana ambako kama yaleta hisia kubwa ni kwa upande wa Lufa. Hili tukio ilikuwa ni lazima liweze kutokea tu, na Lufa hakujua kama wa mtaa yupo, lakini watakuja kukutana hivi kweupe.
watakuja kukutana, lakini hii ni advertisement, lakini watakuja kukutana katika hatua itakayofuata, ambapo Lufa atakuwa hana namna kwa sababu atakuwa ni yeye kabisa. Sasa kuna kitu cha kujifunza hapo moja kwa moja. Tumeweza kumuona hapo Kisoda, tumeweza kumuona hapo Kizibo akisema kwamba akili yake kwamba yeye ni mdogo lakini amechanganyikiwa. Ukweli ni kwamba yule alikuwa ni Lufa, ni yeye, kwa hivyo yuko sahihi. Shida ni kwamba hataki kujiamini kwa sababu tu anamwamini sana Lufa, kitu ambacho kitamfanya kimlambe kabisa. Sasa hapo tutakufahamisha tukio linalofuata. Anakwenda kukutana face to face pamoja na Lufa pamoja na huyo ambaye ni Kizibo. Sasa tukiachana hayo moja kwa moja, tumeweza kuona tukio lingine la Mr. Lasa pamoja na Kalo, ambapo kwa sasa wanaendeleza mapenzi yao na wanajaribu kumshauri vitu fulani. Kwa hivyo hicho kitu kinaweza kumfanya, kwa ushauri aliotoa Kalo, kinaweza kumfanya akaonekana kama mke bora. Kwa hivyo kuna vitu vya kuzingatia hapa ambavyo ni vya muhimu sana. Sasa tukiachana hayo ni kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanakuja kutokea, hasa kwa Mr. Remi, kwa Dada Remi, Dada Remi ambaye yeye anatarajia kuweza kuja hapo sasa rasmi kurudi, kwa sababu ataona Mr. Lasa hamfati. Atakuja aje? Sasa atakapokuja ndipo atakapokutana na huu mdada. Hapo ndipo itakapokuwa kizazana. Hii tutakutana nayo katika hatua inayofuata ambayo itapostiwa hivi punde tu baada ya kuwa umetujuza maoni yako kwa upande wako, lakini pia kama unatamani iweze kupostiwa mapema kabisa, ambapo ilishawekwa wazi kwamba inapostiwa tamthilia hii siku ya kwanza movie ikitoka. Ikipostiwa leo, kesho itapostiwa, kesho itakayofuata itapostiwa. Hii maana yake ni kwamba itakuwa inapostiwa baada ya siku 1.5. Siku 1.5 ndipo itakapokuwa inapostiwa, baada ya masaa 24, alafu baada ya masaa 12 pia hapo pia itakuwa inapostiwa movie hii. Lakini kwa uchambuzi ni siku 1 ambapo tunaposti kwa ajili ya kuweza kuzungumza mambo machache hasa aliyojiri katika tamthilia hii. Basi na imani kubwa huenda ukaona enjoy kabisa juu ya kile ambacho kinaendelea. Kama nilivyokujuza, hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe. Tukio la mwisho kabisa lilikuwa ni tukio la Mr. Fashion, ambapo kiukweli kalisia ukijaribu kutazama ile matukio ni kwamba huyu ambaye ni Nasra kagundua kwamba huyu Fashion kiukweli hampendi kabisa huyu mtoto, na alipokuwa anamharakisha hasa kwa upande wa kutokuoga na nini. Hii imemaanisha kwamba anataka vitu viende faster kulikweli, kwa sababu hataki huyu mtoto aweze kuwa hapo. Hii inaweza kuleta shida sana kwa mbeleni, ikaleta shida kubwa sana kwa sababu inamuumiza sana Fashion na anaona kwamba huyo mtoto sio kabisa. Kitu kingine tuweze kumaliza ni kwa upande walipokuwa wakicheza kati ya huyu ambaye ni baba Kalobo pamoja na huyu binti. Wakati wanacheza, ukijaribu kutazama pale ni kwamba kuna vitu vya sheria fulani ambavyo vilionyesha kama vile sasa ni muda wa utani. Kwa hivyo mimi naamini au nikufahamishe tu moja kwa moja kwamba huyu ambaye ni Mdoli yuko salama kabisa na mambo yatakuwa fresh kabisa, hata kuwa poa kabisa. Basi tukutane katika hatua inayofuata. Hii ni Bongo Movie Network. Hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Asante kwa kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.
non-profit education or personal use tips. Balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Ni sawa, vipimo vya DNA vinathibitisha kwamba Joan ni mtoto wa Baba Karobo, lakini shida kubwa ambayo mdoli haifahamu ni kwamba je, baada ya hapa kuwa imethibitishwa kwamba kweli huu ni mtoto wa Baba Karobo, je, vipi kuhusu mama Joan? Ataendelea kuishi na Baba Karobo au itakuwaje? Ni kipi ambapo kipo nyuma ya pazia, na kwa nini mama Joan anahakikisha kwamba kwa sasa ndio kweli uweze kufanikiwa? Kama mtoto ameweza kuzaliwa na kamaliza au kutimiza umri alionao Joan, ambaye ni zaidi ya takriban miaka kama 3 kama alivyoeleza, ni wazi kwamba hata kipindi cha ujauzito ni lazima angemwambia baba Joan au angemwambia huyu ambaye ni Baba Karobo kwamba huu ni ujauzito wako. Kwa nini amekuja kumwambia hivi sasa? Kuna kipi kipo nyuma ya pazia? Hivyo ni vitu ambavyo inabidi huyu ambaye ni mdoli aweze kuvifahamu na kubi aware kabisa na kuvijua kabisa kwamba hapa kuna mchezo ambao upo. Kitu cha msingi ni kwamba nitakufahamisha yote hayo. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifurahia tamthilia hii, basi naomba uweze kuungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Lakini pia kama umefurahia juu ya kile ambacho kimeweza kutokea, hasa mtu kama Kisuzio kutofahamu juu ya Baba Karobo alipo, lakini mambo kuwa tofauti kabisa, naomba uweze kunijuza hapo kwenye comment. Na nikualike moja kwa moja, hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha hii ni sehemu pekee ambao unafahamu kabisa moja kwa moja Bongo Movie Network inakujuza juu ya yale matukio ambayo yanakwenda kutokea, hasa tukiangazia ni lipi na kipi ambacho kinakwenda kutokea, lakini tukizungumzia kuhusiana na yale yaliyojiri hasa katika upande wa vipande mbalimbali. Lakini pia kitu cha kwanza ambacho watu tunaanza nacho ni kujaribu kupitia matukio kadhaa yaliyojitokeza katika hatua iliyopita, alafu kisha mwisho na kufahamisha yapi yaliyojiri. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kwa neno subscribe. Tukianza moja kwa moja juu ya tukio zima la Baba Joan, ukizungumzia story iliyojitokeza, ni kweli huenda Baba Joan amesikiliza ile story na huenda ni ya kweli kabisa, lakini lazima amejiuliza maswali kwamba je, kwa hii story yako ulionipa unahisi naweza nikakubali kirahisi? Kwa nini kasema hivi? Kwanza kabisa, kipindi cha ujauzito alikuwa wapi? Na tukiachana na hayo yote kwa yote, mtoto akakua hadi kaanza shule, tuseme ni miaka 3 imepita, maana yake mtoto huyu ana miaka 3 ya ujauzito, labda tuashumu ana miaka 2. Hivyo moja kwa moja hapo lazima taarifa zingekuepo tu, lazima angeweza kutafutwa kwa udi na uvumba, hasa ukizingatia kwamba ni majirani, wameishi kuwa majirani muda mrefu, hasa ukizingatia hapo ni kwa dada yake na mama Joan. Lakini pia kipindi dada yupo chuo, kuna story ambayo haipo sawa hapo, kwa sababu ukizingatia ni kwamba tunaambiwa kwamba huyu ni sawa, lakini pia tuachane na yote, Baba Karobo ameweza kujaji na kusema kwamba kwa story ilivyo hawezi akakubali kirahisi na hawezi akampokea Joan, japokuwa mdoli kasisitiza na kusema kwamba aweze kumpa haki yake. Je, unafahamu ni kipi ambacho plani za huyu ambaye ni mama Joan? Ni plani zipi? Kumbuka mama Joan ni kwamba ni mfanyakazi, ni daktari, lakini hatujui kwa nini. Je, amevutiwa na Baba Karobo? Baba Karobo ana nyota gani? Kwa sababu watu wengi wanavutiwa na yeye, wadada wengi kweli kweli. Kisuzio anamtaka, mdoli anamtaka, lakini pia kwa sasa hivi mama Karobo anahitaji aweze kurudiana naye. Kwa hivyo hapa ni vita kubwa sana ambayo ipo. Swala kubwa ni kwamba tuna hamu sana kuweza kujua vipimo vitathibitishaje kwamba je, ni kweli huyu ni mtoto wa Baba Karobo? Ni kweli? Tuachane na hayo, takufahamisha. Lakini tukio zima lingine ambalo liweza kujitokeza hasa katika upande wa pili ni swala zima la huyu ambaye ni Carlo pamoja na Mr. Lahasa. Ukijaribu kutazama jinsi ilivyo ni kwamba Carlo hana imani sana kutokana na jinsi kinachoendelea. Anaamini kwamba one day Lemi anaweza karudi hapo, lakini ukizingatia ni kwamba Lemi bado anamwaza sana Lahasa. Hapo kuna kazi kubwa sana. Lakini ukweli ni kwamba
huyu ambaye ni Lasa alikuwa anampenda, na ni kweli anampenda au kwa moyo wote kabisa. Anampenda kabisa huyu ambaye ni Lemi, anampenda zaidi hata anavyompenda Carlo. Na hii inaweza kujirudia hasa katika matukio ambayo aliweza kujitokeza, ikafika stage hadi akakubali yupo tayari kumpiga chupa yule ambaye ni kijana ambaye alikuwa anafahamika kama Mr. Kizito. Hayupo tayari atakuwa kwa ajili tu ya hili swala. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia hapo, lazima moja kwa moja na direct tutambua kwamba huyu ambaye ni Mr. Kizito anampenda sana zaidi. Ndio maana hata kwa upande wa Mr. Lemi analinga kinoma noma. Kwa hivyo utaona hapo kuna shida gani. Sasa je, ni kipi ambacho kinajili? Ni kwamba Lemi atajaribu kufanya kila mpango, lakini Mr. Lasa atakuwa hana namna. Itabidi tu kuna vitu vitamvunja sana Carlo, lakini bado mambo ni mazito makubwa sana ambayo huenda ukiyapata utapata mafunzo makubwa sana. Kitu cha msingi kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe kusudi uweze kuwa miongoni mwa watu ambao utapata updates kamili na kuweza kujifunza vitu vingi sana. Tukiachana hayo, tumeweza kuona jinsi gani ambavyo wale vijana ambao damu zao ni mbichi kabisa, vijana ambao tuseme umri ule wa kupenda, tumeweza kuona kidogo alivutiwa sana na alitaka kuvutiwa na yule binti ambaye anafahamika kama Nasra. Nasra kapita. Kiukweli kwa hisia, Nasra ni binti fulani tu ambaye ni ana umbo dogo na huwezi kujua kwamba ni mtu mzima sana, aidha kwamba ameshajifungua, huwezi kujua sana. Kwa hivyo ukija kutazama ni kwamba unaweza jua tu ni binti fulani tu. Kwa hivyo kitu kama hicho kimemfanya kidogo kijana ambaye patronize avutiwe sana na kutaka kwenda kumtongoza, kitu ambacho ingeleta maswali mengi sana na ingekuwa ni kazi kubwa sana, lakini hatujui. Lakini ndio hivyo, hasa kama mwanaume lazima uweze kufanya vitu kama hivyo. Lakini tukio kubwa kabisa na ambalo sasa hapa ilipo nafasi pekee ambayo nitakufahamisha vitu vingi ni kwa upande wa swala zima katika sini ya mwisho ambao tumeweza kujionea Baba Juani akilala na huyu ambaye ni Mdoli. Kabla hatuja kujuza vitu vingi, ni kwamba kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuweza kuvifahamu kwamba kwa sasa Baba Juani anawindwa na wanawake wengi sana. Anahitajika na Makalobo kwa udi na uvumba, anahitajika pia na huyu ambaye ni Kisuzio, lakini pia anahitajika na nani? Na huyu ambaye ni Mama Juani, na hii ni mpya kabisa kodi na kupatia. Tukianzia hapa, kwanza kabisa Mdoli anaishi na Makalobo kwa sababu tu ya namna ambavyo alimsaidia sana. Ameona ni kama ameinvest upendo, kwa hivyo anaona tu aishi naye kwa sababu tu ameinvest upendo, na kitu ambacho kimefanya aweze kumsaidia ni kutokana na huruma na jinsi ambavyo alikuwa akifanywa na yule mwanamke wake. Ikambidi tu aweze kuona hamna namna, kwa sababu Baba Kalobo tangu alivyokuwa akiumwa na nini na jinsi ambavyo huyu Mdoli amepambana, ama hakika anaona tu ni vyema aweze kumpa upendo kwa kila namna, kwa kila hali. Lakini shida ni kwamba mambo ni mengi sana, hasa kuzingatia Baba Kalobo ana watoto kama vile Kalobo ambao bado wanampa shida hasa kwa upande wa Makalobo kuja kudai kwamba huyu ni mume wake kwa sababu wamewahi kuzaa naye watoto, kitu ambacho kinampa changamoto Mdoli. Lakini pia kwa sasa limeibuka jambo jipya kabisa ambalo ni la Juani. Kama nilivyokujuza ni kwamba tukiachana yote ni kwamba huyu anaitwa Baba Juani. Ukisoma katika channel ya YouTube ile inaitwa Baba Juani. Huyu ndio Juani kabisa ambaye ni mtoto wake wa huyu Baba Kalobo, ambaye ni mtoto wake kabisa in real life. Lakini tunapokuja kwenye movie ni kwamba kama ulivyoona. Sasa hapa kuna kitu ambacho kinakwenda kupikwa ambacho ni cha tofauti kabisa, hasa kwa upande wa huyu ambaye ni Mama Juani. Kumbuka kabisa ukijaribu kutazama jinsi story ilivyosimuliwa, kuna kitu ambacho kipo pale, na kama utashtuka ni kwamba Baba Kalobo alishtuka na kusema kwamba kwa maelezo yako hayo ni ngumu, lakini ni kweli kwamba aliwekewa kinywaji. Je, sasa kama mwanaume huyu alilewa, alifanyaje kazi? Kuna kazi kubwa sana ambayo kiutaalamu naomba uweze kunipa majibu hapo, kwamba je, ni kweli mwanaume akilewa anaweza kufanya hilo tendo? Sina uzoefu sana, ila naomba uweze kunijuza. Lakini pia kuna maswali mengi sana kweli ambao yapo kutokana na muda ambao umetumika hadi mtoto kujifungua na alikuwa ni jirani yake, haijafahamika kuaje hii. Lakini kwa upande mwingine, kutokana na upendo ambao walikuwa wanapeana na kuchukuliana na jinsi yule mtoto ambao alikuwa anampenda Baba Kalobo, basi huenda kuna kitu tunachosema kwamba damu ni nzito kuliko maji. Lakini yote kwa yote hii inakwenda kumpa wakati mgumu sana Mdoli, ambao itabidi
aone namna ya kufanya, kwa sababu baada ya hapa, kutokana na kuthibitishwa yote,